Karibuni ndugu watazamaji wa kipindi chetu cha leo cha Ijue Norland na Dr. Stanley Steven Mapunda. Leo tunawaletea kipindi chetu kizuri kabisa cha bidhaa zetu za kutoka kampuni ya Norland. Tunawaletea kipindi hiki kizuri. Kwanza tunawashukuru kwa kusikiliza, lakini pia nikupongeze wewe ndugu mtazamaji kwa kuchukua muda wako na kuweza kutumia huo muda kwa kunisikiliza. Basi tutaenda kunufaika na elimu hii ya afya kupitia bidhaa zetu. Karibu sana. Kama tunavyoelezwa na Shirika la Afya Duniani. Shirika la Afya Duniani limetoa takwimu nzuri sana. Takwimu ambazo zinaonyesha ni namna gani afya ya watu kwa ujumla duniani. 75% ni watu ambao wanaugua lakini wanafanya shughuli zao kama kawaida, wanaendelea na shughuli zao. Lakini 20% ni wale watu ambao wameugua, wako hospitali au wanatibiwa au wanaendelea na matibabu, ni 20%. Lakini 5% tu ndio tunaambiwa hawa watu ni watu ambao wazima kabisa, kwamba yeye hana shida yoyote kiafya. Sasa hebu jaribu kufikiria hizi 75% ambazo huenda pengine mimi na wewe tumeangukia katika hizo 75. Ni namna gani jinsi magonjwa ambayo hayaambukizi yanavyo athiri maisha ya binadamu. Sasa katika kushirikiana na Wizara ya Afya tumejikita kabisa katika kufuata miongozo ya hiki kitabu cha wizara ambacho kinaeleza mtindo wa maisha na magonjwa yasiyoambukiza. Ni kitabu kizuri sana ambacho tunatakiwa kukisimamia. Na hiki kitabu kimeeleza magonjwa yote humu ndani. Labda niwasomee tu kidogo maana ya magonjwa yanayoambukiza au yasiyoambukizwa. Magonjwa ya mtindo ambao ni mtindo bora wa maisha usiofaa, ulaji unaofaa, wingi wa makundi ya vyakula yanayofaa, kupunguza uzito, kujishughulisha na mwili kwa maana ya kwamba tunafanya mazoezi, mazoezi ya kufanya nyumbani, kupunguza kuketi kwa muda mrefu, kulala usingizi wa kutosha. Hivi vyote hivi inatakiwa tuvifanye kukabiliana na msongo wa mawazo. Namna gani msongo wa mawazo tumeona jinsi unavyoathiri afya za watu, maofisini, majumbani, watu wanaugua. Kutotumia vitu vyenye athari kama tumbaku, punguza unywaji wa pombe, maradhi ya moyo, shinikizo la juu la damu, kifafa cha mimba na vitu vingine vingi sana, saratani kwa ujumla. Unaona? Na kwa kupitia mwongozo wa hiki kitabu kampuni yetu ya Norland imesimamia msimamo huo, kwa sababu tukifuata mwongozo wa hizi takwimu zetu hapa, tunaangalia kwamba uchafuzi wa mazingira, kwa mfano kama hapo tunaona uchafuzi wa mazingira, viwanda. Tumezungukwa na viwanda, tumezungukwa na magari yanatoa moshi barabarani. Hivi vyote hivi ni uchafuzi wa mazingira ambao vinatuathiri mapafu yetu. Watu wanakohoa, watu wanapata shida mbalimbali za magonjwa ya kifua. Yote hiyo ni athari za mazingira. Lakini tunaona kwamba kuna ulaji wa vyakula vya supermarket. Kuna watu wana tabia, wengine huwa hawaendi kununua vitu sokoni, anaenda supermarket ananunua kila kitu. Unaona? Tunajua kwamba supermarket sawa, unaokoa muda, lakini wakati mwingine unatakiwa kujua kwamba hivi vyakula vimesindikwa, vimetoka nchi mbalimbali, vimesafirishwa, vimekaa kwenye meli muda mrefu. Wakati mwingine unaweza kaona expire date pale inakizi viwango, lakini storage, kwa kuna mambo mengi sana. Tunaona kuna msongo wa mawazo, stress. Msongo wa mawazo ni moja ya changamoto kubwa sana ambayo inaathiri afya za watu. Kama nilivyosema mwanzo, unakaa ofisini, unafanya shughuli zako muda mrefu,
ukirudi nyumbani unaulizwa, mama anauliza leo sijui mchele umeisha, sijui sukari imeisha, sio na nini, tayari msongo wa mawazo. Ukirudi ofisini huku nako ni shida, natumia muda mwingi barabarani, lakini hii yote inaathiri afya. Tukija kwenye uchafuzi wa mazingira, kwa mfano kama mabaharini, vitu vingapi vimetupwa mabaharini? Ukienda kule pembezoni mwa bahari, kwa sisi ambao tunaishi hapa Dar es Salaam kwa mfano, kule pembezoni mwa baharini utakuta kuna uchafu mwingi sana, mkusanyiko wa uchafu. Umepigwa na mawimbi, umekuja pembezoni mwa bahari, uchafu mwingi. Kwa hiyo unaathiri sana afya za binadamu, na sisi tunaenda kule beach, tunapeleka watoto wetu wanaogelea. Hiyo yote madhara ambayo yanaweza kupatikana. Lakini pia tunaona hapa hizi kemikali, kemikali hizi ambazo zinaathiri sana mazao yetu. Sasa hivi tuna mtindo ambao wa kulima kwa kutumia mbolea, kulima kwa kutumia madawa tunapuliza mashambani. Hayo mazao tunakula. Ukienda sokoni kununua tango, kununua karoti, unaambiwa usimenye, osha, kula vizuri. Lakini je, tunaosha vizuri? Kwa sababu hizo kemikali zinaathiri hayo mazao ambayo tunayatumia. Kwa hiyo tuwe makini sana kwenye kutumia haya mazao, lakini pia tuangalie uhifadhi wa mazao yetu, yametoka katika maeneo gani na yamepulizwa kemikali za aina gani. Kwa hiyo kwa sababu madhara yatakayokuja kutokea baadaye katika afya zetu ni madhara makubwa. Hiyo ni precaution tu tunapeana. Kuna unywaji wa pombe kupita kiasi, unywaji wa pombe, matumizi ya sigara, pombe kali. Hatukatazwi kunywa, lakini tunaambiwa tusinywe kupitiliza. Wale ambao wanywaji wenyewe wanaitwa wazee wa viti virefu, tupunguze basi kidogo, ili angalau mambo yaende vizuri. Tuna matumizi haya ya mionzi mikali, mionzi kwa maana kwamba hapa naweza nielezee simu, matumizi ya simu, matumizi ya laptop, matumizi ya vitu ambavyo kwa mfano kama sisi ambao tunafanya kazi kwenye theater, wakati wa upasuaji kule ndani kuna vifaa vingi sana, kuna zile image intensifier machine, x-ray za kuangalia mifupa kwa mfano, zile zote ni mionzi. Haya, tumezungukwa na minara ya simu, yote hii ni mionzi. Fikiria sasa mionzi hii ikiingia mwilini mwako inaleta athari kiasi gani? Lakini pia tunaona hapa matumizi ya dawa, dawa nyingi. Kuna watu wengine wanapata maumivu kidogo tu Panado, maumivu kidogo tu sijui, unaona. Kuna wakati ambao unatakiwa sio kila maumivu unatumia dawa. Au tumetumia dawa ngapi tangu tumezaliwa? Unaona, hizi zote end products au end results yake ni kemikali. Kwa hiyo tunaaswa sana na Shirika la Afya Duniani kufuata miongozo, lakini pia Wizara ya Afya kwa kupitia hiki kitabu inasimamia hiyo miongozo. Tujaribu kuifuata hii miongozo. Sasa tuna hizi zote dalili ambazo nimezizungumza hapa. Tuna solution kubwa sana ya bidhaa yetu bora sana, bidhaa yetu bora ya detox, kama unavyoiona hapa. Hii bidhaa kabla ya kuitumia tunaangalia, je, muonekano wa ngozi yako ukoje? Tunaangalia mmeng'enyo wa chakula. Tumeona unene kupita kiasi, kufungua choo, kufunga choo, tumbo kujaa gesi, afya ya uzazi, uvimbe kwenye mfumo wa uzazi. Tunaona watu wanapoteseka, fibroids, sijui ovarian cyst, vitu kama hivyo. Haya, tunaona wengine wana shida ya cholesterol, mishipa ya damu imejaa mafuta kwa sababu huo mtindo wa maisha, ulaji wa chakula. Tunaona mfumo wa upumuaji, watu wanapata shida, kikohozi na nini. Sasa bidhaa hii imekuja na suluhisho. Hii tunaiita ni kitakasa mwili. Kwa Kiswahili tunasema kitakasa mwili, au kwa Kizungu tunasema detox. Wengi
wanajua jina la detox, kwamba hii bidhaa itaenda sasa kusafisha mwili wako. Hii bidhaa ina uwezo mpaka wa kutoa kidney stones, gallstones, wale wataalamu wa figo, inasafisha figo, inasafisha kongosho, inasafisha mfuko wa nyongo, inasafisha mishipa ya damu, mafuta yote yanaondoka. Hii bidhaa ni nzuri mno. Bidhaa inatumika ndani ya masaa 16, lakini pia bidhaa hii ina uwezo wa kukaa mwilini kwa muda wa siku 120. Ni bidhaa pendwa sana. Unaanza saa 12 jioni, unafuata saa 2 usiku, saa 4 usiku, unakuja unaendelea hapa saa 12 asubuhi, unafuata saa 2 kamili asubuhi, saa 2:05 unakuwa umemaliza bidhaa hii. Lakini uchafu unatokaje sasa? Umesha kunywa dawa yako, uchafu unatokaje? Hapa tuna neti ambayo tunafunga pale chooni kwa ajili ya kudaka huu uchafu. Tuna neti hii hapa kama unavyoiona, inadaka ule uchafu. Ikisha daka ule uchafu au hizo sumu taka, kama ni mawe kwenye figo utayaona hapa, kama siji ni mawe kwenye kongosho utayaona hapa, kama ni fatty liver utaiona hapa. Ukisha daka ule uchafu tutakuambia mwaga maji ya kutosha ili kinyesi kiende chini, halafu piga picha ili mimi sasa niweze kujua kwamba huu uchafu au hii sumu iliyotoka imetoka sehemu gani. Halafu baada ya hapo sasa ndio tutakuja kukupatia supplement zetu kulingana na uchafu ambao umetoka kwenye mwili wako, kama hivyo tunavyoona hapo katika picha, jinsi inavyofanya kazi, neno ya kupitiliza, mawe kwenye figo na kadhalika. Lakini uchafu wenyewe ndo huo kama ulivyoonyeshwa hapo. Hizi ni baadhi tu ya sample. Tunaona ile ya kwanza pale ni shida ya kwenye mapafu, tunaona hii ya pili fatty liver, hii hapa mawe kwenye figo na kadhalika kama nilivyoeleza. Detox hii nimeeleza kwamba inafanya kazi siku 120 mwilini. Kwa hiyo hizo siku 120 ni matokeo ambayo yatakupa afya nzuri sana. Utajikuta mwepesi, kama ulikuwa na uzito mkubwa basi utapungua. Kama ulikuwa na mashida ya ngozi, ngozi itakuwa nzuri. Kila mtu atakushangaa. Yaani kila mtu ukipita anakushangaa. Umetumia kitu gani? Au umefanyaje? Mbona mwili wako saizi uko vizuri sana? Mbona body weight yako imepungua? Mbona kitambi kimepungua? Kama hivyo utakuwa unapata maswali ya aina hiyo. Tukiondoka na hiyo, tunafuata bidhaa yetu nyingine nzuri sana inaitwa peptide. Peptide hii ni combination ya vitu vitatu: soya, samaki, ngano. Hii ni nzuri sana kwa watu ambao wamechoka, kitaalamu tunaita unconscious, wanaumwa au wametoka kulazwa. Anafika nyumbani ndio unampa bidhaa hii ili sasa kufanya nini? Kuboresha kumbukumbu na utendaji mzuri wa ubongo, lakini kuondoa uchovu na kuimarisha mwili, lakini pia uboresha ulaji wa afya ya mwili, kwa sababu ina protein, ina soya kama ulivyoambiwa pale, oligopeptide. Kwa hiyo inaboresha huu mfumo wa mmeng'enyo, ikisaidiana na diet ambayo unakuwa unapewa, kwa sababu umetoka katika hali ya ugonjwa. Bidhaa yetu nyingine ni bidhaa ya GI. GI tunasema kwamba ni bidhaa mama kabisa katika hii kampuni. Yenyewe kazi yake ni kurekebisha mfumo wa utumbo. Vidonda vya tumbo, H pylori. Hii ina generate seli za utumbo zikiwa zimekufa, basi yenyewe inafanya restoration au regenerative restoration. Ndio maana ukifika Noland unaambiwa regenerative restoration science. Science yenyewe ndio imekaa hapa kwenye hii kopo, ndio ilipokaa science.
Kwa hiyo vidonda vya tumbo, wenye shida ya gesi mbalimbali, wenye shida ya kansa ya utumbo, tunawakaribisha sana kutumia hii bidhaa ya GI Soft Gel. Jinsi gani inafanya? Kama nilivyoeleza, tunaona katika picha, huyu mtu alikuwa ameungua, ngozi imerudi vizuri sana. Huyu mtu ana kidonda kimepona haraka. Hivyo ndio inavyofanya. Huyu mtu mwingine alikuwa amekatika kidole, ametumia hii bidhaa yetu pendwa sana GI Soft Gel, kidonda kimepona haraka kama hivyo unavyoona. Tuna huyu mnyama hapa ameishi siku 300, lakini amepewa hii GI ameweza kuishi siku 826. Kama unavyoona hapo. Sasa uone power ambayo iko katika hii bidhaa. Ni bidhaa nzuri mno. Tunaona hapo utumbo. Watu wameathirika na utumbo. Utumbo umejikunja, utumbo umebeba matakataka mengi. Baada ya kutumia hii bidhaa, utumbo unakuwa kama hivi, vizuri kabisa. Kama unavyoona hapa kwenye picha zetu. Umri miaka 35 hadi 50, angalia utumbo baada ya kutumia inakuwa hivyo. Miaka 50 baada na kabla ya kutumia. Haya ni matatizo ambayo watu wengi wanayapata. Suluhisho ni GI Soft Gel. Bidhaa yetu pendwa nyingine ni bidhaa ya macho. Bidhaa ya macho. Hii ni bidhaa nzuri sana katika kurekebisha afya ya macho. Glaucoma, cataract na matatizo mengine mengi ya macho. Lakini pia inasaidia kuona vizuri au uono mzuri wa macho. Inasaidia kupambana na kurekebisha uharibifu ambao umefanyika kulingana na mazingira yetu tunayoishi. Kwa mfano kama vumbi linaathiri macho, mwanga. Sasa hivi tunaona mataa makali sana usiku, watu wanaendesha magari wameweka taa kali sana. Hivyo vyote ni vitu ambavyo vinaathiri macho. Kwa hiyo hii inaenda kuboresha optic nerve ili kucontrol jicho lifanye kazi yake vizuri. Lakini pia kwa wale ambao wana shida ya kisukari, tunawakaribisha kutumia hii bidhaa kwa sababu kisukari kinaenda kuharibu optic nerve. Kwa hiyo hii bidhaa inaenda kuboresha vizuri sana. Inalinda cell kwa ujumla. Au inazuia mtu asipate, tunasema diabetic retinopathy. Asante sana, karibu. Hii bidhaa nzuri sana. Tuna bidhaa nyingine. Hii inaitwa Immune Vital. Immune Vital ni bidhaa ambayo yenyewe kazi yake ni kuboresha kinga ya mwili. Halafu inalinda figo. Lakini pia inasaidia katika kurekebisha tezi dume na via vya uzazi kwa ujumla. Mtu amepungukiwa nguvu ya kiume, mtu ana shida ya tezi dume, tunapompa bidhaa yetu nyingine ya tezi, tunampa na hii ili kuboresha afya ya tezi dume. Lakini pia huongeza nguvu mwilini. Kama nilivyosema, bidhaa zote hizi zinalinda mwili, zote zina kinga. Immune Plus, hii ni bidhaa nzuri sana ya wamama au wadada. Hasa niseme wamama wale ambao wanaenda kwenye menopause, kuzuia ile au kuchelewesha menopause. Kuna wengi wanapata changamoto za hot flash. Lakini pia hii bidhaa inasaidia sana masuala ya joints au masuala ya viungo kwa kina mama. Wengi wakikoma hedhi huwa wanapata shida ya magoti, mikono, sijui mgongo, unakuta mtu analalamika. Ile yote ni kwa sababu tu ukomo wa hedhi umemwathiri. Kwa hiyo bidhaa hii ya Immune Plus ni nzuri sana kwa matatizo hayo, kwa sababu yenyewe inaboresha hiyo dalili za menopause. Lakini ina omega 3 ambayo inaenda kusupport hizo joint zake, kuziweka katika kiwango kizuri sana. Tuna bidhaa nyingine ya Propolis. Propolis ni bidhaa ambayo inatoa mafuta mwilini kama tunavyoona kwenye hii picha yetu hapa.
kuna mafuta kwenye mishipa ya damu. Hii ni bidhaa ambayo inaenda kutoa ambayo yamepitiliza. Sasa mafuta yaliyopitiliza, lakini pia inatoa mawe kwenye kibofu cha nyongo. Inasaidiana hata na hiyo detox. Kwa mfano detox ukishafanya, basi tukiona mawe yametoka kule, tunakupa supplement hii hapa ya propolis. Ila inasaidiana pia na GI katika kutibu vidonda vya tumbo. Hii kiweka hii pamoja na GI, vidonda vya tumbo vinaondoka. Kwa sababu yenyewe inaboresha pia mmeng'enyo wa chakula. Husaidia kurekebisha shinikizo la damu. Kwa wale wenye pressure, tunawakaribisha sana kutumia hii bidhaa yetu. Pressure itakaa vizuri, lakini pia uvimbe utaondoka, lakini pia mawe kwenye nyongo yatatoka kama yapo, H pylori yatakimbia. Hizo zote bidhaa. Tuna bidhaa nzuri sana. Hii bidhaa inaitwa Natural B-carotene. Bidhaa nzuri sana kwa afya ya ngozi kama unavyoona hapa. Dada anapendeza sana. Yenyewe ni antioxidant. Inapunguza stress. Lakini pia inaboresha macho, ngozi na nywele. Mfumo wa moyo kwa ujumla inaboresha sana. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kawa na changamoto ya macho, tukakukombania hii B-carotene, tukakupa na hii vision. Kwa macho yako yanakuwa vizuri kabisa. Huku una B-carotene, huku kuna mchanganyiko huo. Tuna combination nzuri sana. Tuna dawa hii supplement ya ini. Hii ni supplement nzuri sana kwa afya ya ini. Kama unavyoona hapa, ini linakuwa katika ukarabati. Seli za ini kwa mfano kama umeshafanya detox, tumetoa kule fatty liver, basi tunakupa supplement hii ya Hypo-Hebo. Hypo-Hebo yenyewe inaboresha kazi za nyongo, lakini pia inasaidia matibabu ya hepatitis kwa ujumla. Kama tunavyojua hepatitis haina dawa. Watu wengi wanahangaika sana. Tuna hepatitis B, C, A. Zote hizo watu wanahangaika mno. Unaona? Kwa hiyo ni nzuri sana. Tuna bidhaa nyingine hapa, calcium powder. Hii ni kwa ajili ya mifupa, lakini pia inasaidia digestion vizuri. Lakini kwa watoto hii bidhaa nayo ni nzuri sana. Wengi wanasema bidhaa za watoto. Kwa hiyo huongeza ufanisi wa misuli, nerve system. Mtoto anakuwa na brain muda wote nzuri. Inatengeneza damu vizuri. Kwa wale wenye shida ya kwa mfano kama ya sickle cell, uzalishaji wa damu hafifu, tunawapa hii bidhaa. Wale watoto huwa wanaumwa sana mifupa. Lakini pia wamama, watu wazima, wababa, watu wazima ambao wanaumwa migongo, tunawapa hii bidhaa. Ni nzuri sana. Yenyewe pia inaimarisha afya ya moyo na ubongo kama nilivyosema. Kwa watoto inawafaa sana kwa sababu hiyo. Tuna bidhaa nyingine ambayo ina support hii sasa calcium powder. Yenyewe inaitwa calcium iron zinc. Calcium iron zinc na yenyewe ni bidhaa bora sana kwa ajili ya mifupa. Imarisha mifupa, huongeza ufanisi wa misuli na nerve, misuli ya fahamu, mishipa ya fahamu. Lakini pia inasaidia kumeng'enya chakula. Kumeng'enya chakula, ila pia inasaidia sana wamama wajawazito, wale ambao wanalea mimba, katika kumpa mtoto ndani ya tumbo ubora ambao wa afya ili azaliwe vizuri. Kwa hiyo tunamkaribisha sana mama mjamzito na wale wenye shida za mifupa watumie bidhaa hiyo ya calcium iron zinc. Tuna bidhaa nyingine hii ya kisukari. Huwa napenda kuita bidhaa ya kisukari. Healthway capsule. Hii bidhaa yenyewe kazi yake ni kurekebisha sukari, lakini inaenda kwenye pancreas. Pancreas kazi yake ni kuzalisha insulin, kuzalisha glucagon ambayo inaenda control sukari mwilini. Kwa hiyo hii bidhaa kwa mfano kama watu wenye shida ya sukari ya kupanda, iwe type A, iwe type 1 au type 2, zote aina zote tunawashawishi sana kutumia hii bidhaa. Ni kidonge kimoja tu na meza kwa siku na sukari yako inakuwa bora kabisa. Inaweza kukufanya wewe sasa uende kupunguziwa zile bidhaa ambazo unapewa hospitali
kupunguziwa madawa mengi unayokunywa hospitali mpaka ukabaki labda na dawa moja au kanywa mara moja kwa siku. Hii bidhaa ni nzuri sana sana sana. Tunayo bidhaa nyingine hii ni padi ya kike. Kazi yake padi ya kike hii ni kufyonza uvimbe. Kwa mfano kama mtu ana ovarian cyst, huna sababu ya kwenda kufanyia operation. Tunakuvisha hii pedi, ovarian cyst inaondoka, unakuwa safi kabisa. Lakini pia via vya uzazi vyote vinasafishika. Sababu ni kisafisha au kisafishaji cha via vya uzazi vya mwanamke. Inasafisha vizuri sana, inatoa PID, cervicitis, zote hizo zinaondoka. Ina balance pH. Kama tunavyojua mwanamke via vyake vya uzazi vinakuwa na acid wakati mwingine, kwa hiyo ina balance pH. Tuna hii ya mwanamume, pedi ya mwanamume. Hapa wengi watauliza kwa nini mwanamume avae pedi. Pedi hii ni nzuri sana kwa ajili ya kusafisha via vya uzazi vya mwanamume, lakini pia ni pedi ambayo inatumika katika kufyonza tezi dume au kufyonza taka ambazo zimerundikana ndani ya tezi dume. Wengi sana wana changamoto hiyo kuanzia miaka 45 kwenda juu. Sasa hivi tunaona ni shida kubwa sana kwenye nchi yetu, wanapata hii changamoto. Wanashindwa kukojoa vizuri, mkojo hauruki, yani mkojo anakojoa, mkojo unaishia hapa badala ya kuruka kwenda pale. Wanaamka mara nyingi kwenda kukojoa, tunaita frequent micturition. Au mwingine anaenda chooni anaanza kuhangaika sana kutafuta mkojo unabaki, unakuja mwingine wa asubuhi, wa jioni. Kwa hiyo mkojo unarundikana kiasi kwamba mtu anapata infection za mara kwa mara. Kwa hiyo tunamshauri kutumia namna hii bidhaa jinsi inavyofanya kazi. Inafyonza uchafu kama unavyoona hapo. Hiyo padi nilivaa mimi mwenyewe, ni testimony wa kwanza. Unaona jinsi gani inavyovuta uchafu mwingi sana umevuta hii tezi, inani pedi kwenye tezi. Tezi yangu ilikuwa gramu 32, lakini nikaenda kuvaa hii padi ikarudi mpaka gramu 26. Unaona jinsi gani imefanya performance vizuri hiyo padi kama unavyoona hapo. Tuna bidhaa nyingine, cooling tea. Cooling tea hii ni detox ndogo. Mimi huwa naita detox ndogo kwa sababu inasafisha damu, inasafisha mishipa ya damu au njia za damu, lakini pia inapunguza mafuta mwilini. Mimi nilikuwa na kitambi kikubwa sana, kwa kutumia cooling tea kitambi changu kimeweza kuwa bora, na sasa hivi sina lile tumbo kubwa tena. Hii bidhaa unachukua, unaloweka usiku kwenye maji yako ya moto, asubuhi unakunywa nusu lita, nyingine inayobaki unaendelea kunywa. Tutaelezana zaidi katika vipindi vinavyokuja namna ya matumizi, lakini leo unatakiwa tukujua kwamba inafanya nini. Lakini katika mfumo wa upumuaji pia ni nzuri sana, kuondoa mafua, kuondoa vikohozi na hivyo. Karibuni sana kwenye hiyo cooling tea, jipatie cooling tea yako. Tuna bidhaa nyingine, hii spirulina. Hii ni bidhaa ambayo ni mboga, aina kama 7 za mboga ziko kwenye kidonge hiki kimoja. Tunajua watu wengi wana changamoto za kutokupata mboga. Unaambiwa kwamba ili uweze kukizi mahitaji unatakiwa ule mboga nusu kilo. Sasa mboga nusu kilo, nani ana uwezo huo wa kuafford mboga nusu kilo? Kwa hiyo hii iwe sehemu inatakiwa iwe pale mezani, ni sehemu ya diet. Lakini pia kwa wale ambao ni tuseme watu ambao wameugua kwa muda mrefu, watu wenye shida za kansa, ndio bidhaa yao hii nzuri sana kwa ajili ya kurekebisha cells za kansa ambazo zimekufa au kuboresha zile cells. Hii ni nzuri sana sana sana. Tuna coffee. Coffee ni bidhaa nzuri sana ambayo pia coffee hii haina caffeine, lakini pia imechanganywa na material ya mushroom, uyoga. Hii coffee tunakunywa watu wote. Hakuna mtu mwenye
shida ya sukari anayezuiwa kunywa hii kofi. Watu wote wanafurahia kofi. Wanaume wanaifurahia sana hii kofi kuliko hata wanawake. Nikisema hivi basi najua wanaume mmenipata na mnaelewa maana yake. Lakini sasa tukienda kwa upande wa mama, tuna hizi padi. Tuna padi hizi za wakati wa hedhi. Hizi padi zinavaliwa wakati wa hedhi. Ni padi nzuri sana, ila ina alkaline strip hapa katikati. Hii alkaline strip kazi yake ni kubalance hormones za mwanamke au kupeleka charge kwenye via vya uzazi vya mwanamke, oxygen iweze kupita vizuri kule, ili ufyonzaji wa ile damu uweze kufyonzwa vizuri. Inaondoa pia bakteria. Unaweza kuvaa zaidi ya masaa 8 hii pad na isilete madhara yoyote, lakini pia ina uwezo wa kufyonza mils mpaka 250. Nani ambaye ana bleed fluid ya 250? Nikisema hivi basi sidhani kama huyo mtu basi atakuwa na matatizo makubwa sana. Unaona? Lakini ukimaliza hedhi basi tuna bidhaa nyingine, panty liner. Kishamaliza hedhi tuna hii panty liner. Panty liner yenyewe inavaliwa na wamama ambao wameshakoma hedhi na wenyewe wana pedi yao, lakini pia inavaliwa na wadada ambao wanaendelea na hedhi, lakini wakimaliza hedhi unatakiwa uvae panty liner. Ila kwa mama ambaye amekoma hedhi, hii ni bidhaa bora sana kwa sababu yenyewe inampunguzia riski ya kupata cervical cancer. Ina balance pH, inatoa acid. Niwakaribishe sana kwa ajili ya hii panty. Hii panty inavuta sana uchafu, lakini pia inakusababishia wewe upate harufu nzuri. Tuna bidhaa nyingine hapa, toothpaste. Bidhaa nzuri sana ya afya yako ya kinywa. Hii ni nzuri sana. Hii hata ukiwa na kichefuchefu unaweza kalamba tu kidogo, na hata kama ukimeza haina shida, kama hivi ninavyolamba mimi. Hata ukimeza haina shida, kwa sababu inafanya kazi ya kuua bakteria. Inaenda mpaka kwenye hizo dental plug, ambamo matakataka yamekaa. Watu wengi wana kawaida ya kuto kupiga mswaki usiku, lakini mimi nashauri kama mshauri wa afya tutumie hii bidhaa asubuhi na jioni kabla ya kulala. Na jioni ukishatumia hii bidhaa kabla ya kulala, unachukua kidogo nyingine unaiweka mdomoni, unasukutua, unaiacha hivyo. Inaendelea kufanya kazi kwenye hizo fizi, meno yako yanang'aa vizuri sana. Karibuni sana hii bidhaa ya toothpaste. Tuna hii bidhaa nyingine inaitwa energy bracelet. Kama tunavyojua mwanzoni nilisema kwamba tunaishi katika mazingira ya mionzi, kuzungukwa na mionzi. Hii bidhaa ni nzuri sana, yenyewe inavuta mionzi. Kama hivi nilivyovaa hii ya kwangu, inanisaidia sana kuvuta mionzi, lakini pia inaleta nguvu. Muda wote unakuwa energetic kama hivi nilivyo. Nina umri mkubwa lakini bado niko energetic. Nikikaa na wewe hapa kufanya kazi, nafanya kazi kwa nguvu zote. Unaweza kashangaa, je, huyu mtu anayefanya kazi hii ana umri huu? Ni kwa sababu ya energy bracelet. Kwa sababu ina balance pia pressure. Inasaidia katika kwa mfano kama watu wana stroke. Mpata stroke ile ya kwanza, ukivaa hii inakufanya usiende kupata second stroke. Karibu sana bidhaa yetu hii nzuri sana. Basi niombe kwamba nimemaliza kipindi chetu. Hiki ni kipindi mahususi kabisa, kitakuwa kinakufikia kila wakati kwenye YouTube channel yetu. Kwa hiyo utakuwa tunatuangalia, mpenzi mtazamaji. Karibu sana na wakaribisha wote katika bidhaa hizi za kwetu za Norland. Norland ni kitu kikubwa sana. Tuko level za juu sana. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Ofisi yetu iko Sinza, Afrika sana. Mabatini Polisi. Utaona pale kuna bango limeandikwa
Norland. Karibuni sana ofisini kwetu. Asante.